Okay, karibu tena katika maelezo au katika mafunzo yetu. Hapa leo nazungumza ni Dr. Rahby kutoka katika vipindi vyetu ambavyo tunakuwa tunaongea mara kwa mara kutoka katika channel yetu pendwa ambayo tunakuwa tunazungumza kwa mfumo wa sauti. Na kama ilivyo kawaida na kama ilivyo desturi zetu, tunakuwa na utaratibu wa kuweza kuongea kuhusu masuala mbalimbali hasa ya kiafya. Na tunapenda sana kuzungumzia masuala ya wanawake na wanaume, lakini pia tunapenda sana kuzungumzia pia masuala pia ya watoto. Tukiwa tunaendelea kuzungumza, leo tunapenda kuileta mezani mada ambayo inawasumbua wanaume wengi sana, mada ya tezi dume. Tezi dume ni kitu gani au tezi dume ni kitu gani? Sasa tukianza kuzungumza hapo, hii kwanza tuelewe ni changamoto ambayo wanaume wengi sana inakuwa inawakumba, lakini bila kujua vizuri namna ya kuweza kutatua hiyo changamoto. Na watu wengi sana hupuuzia na kujikuta tayari wameingia katika wimbi kubwa sana la ugonjwa wa tezi dume. Sasa tukiwa tunaelekeza kwa lugha rahisi, tezi dume ni kiungo kidogo kilichopo chini ya kibofu cha mkojo kwa mwanaume. Tukizungumza kuhusu tezi dume ni kiungo ambacho ni kidogo sana, yani ni kidogo sana ambacho kinakaa chini ya kibofu cha mkojo hasa kwa mwanaume. Yani in short ni kwa mwanaume. Yani hichi ni kibofu ambacho kinakaa chini kwenye njia ya mkojo wa mwanaume, na kazi yake kubwa sana ni kutengeneza majimaji kama ilivyo lugha ukisema prostate glands, manake ni vitu vyovyote ambavyo vinavyokuwa vinatoa maji, yani vinatoa unyevunyevu. Kwa hiyo tukisema moja kazi ya tezi dume manake ni kutengeneza majimaji, ambapo hayo yanakuwa kazi yake ni kubeba mbegu au kubeba sperm za mwanaume. Kwa mwanaume ni kitu muhimu sana. Mwanaume yote anatakiwa awe na tezi ili kwa ajili ya kuweza kusafirisha mbegu na uhifadhi mzuri zaidi wa mbegu. Lakini sasa tukusudie kwa mfano fikiria kama kiwanda kinachosaidia ubora, yani tusudie kama tezi dume ni kiwanda ambacho kinachozalisha, kiwanda ambacho kinachosaidia ubora wa mbegu. Mfano labda tuseme una kiwanda labda cha tuseme labda kitu chochote, labda kiwanda cha kuku, labda kiwanda labda cha chaji yako ya simu. Maanake kile ule ubora unaopitishwa katika ile chaji yako na inakuwa smart, inakuwa nini, tukusudia kama ni glands, ni hizo tezi. Sasa tukiangalia tuna tezi ambazo ziko aina 3 ambazo zinazotambulika kwa sasa. Kuna tezi dume ya kuvimba au wanasema prostatitis. Hii mara nyingi sana inatokea sana vijana. Hii inawakumba sana vijana kwa sababu wengi sana wanakuwa wanaingia katika hiyo kuvimba kwa tezi dume. Inakuwa inavimba, lakini pia wakati mwingine unawapelekea wao vijana wanakuwa wanapata maumivu, na sometimes wanapata kuchoma wakati wa kukojoa, unapata maumivu wakati wa kukojoa. Lakini pia aina ya tezi dume ya pili ni tezi dume kuongezeka ukubwa. Kwa kitaalamu tunaita BPH. Hii inawakumba sana wale watu walio na umri kuanzia miaka 40 na kuendelea. Lakini hii inakuwa inampa changamoto sana anakuwa anakojoa mara kwa mara, yani anaingia katika wimbi la kuwa anakojoa mara kwa mara, anakojoa hasa wakati wa usiku, anapata changamoto ya kukojoa mara kwa mara. Lakini pia tukisema saratani ya tezi dume, hii hutokea zaidi kwa wazee sana inawakumba. Mara nyingi dalili hizi zinakuwa kimya zinawasumbua, wanapata wakati mgumu sana
wakati wanapokojoa wanapata maumivu makali, wanakuwa hawafurahii usingizi wao, wanakuwa wengine unakuta akikojoa mkojo unakuwa hauishi. Kwa hiyo hii inakuwa inawasumbua sana, hasa watu wazima. Kama we ni mtu mzima na unapitia hizi changamoto, basi ni vizuri zaidi kuweza kupata matibabu ambayo ya uhakika na ya haraka zaidi. Sasa tukiangalia dalili kwa ujumla zipoje? Hapa ni watu wengi sana mnatakiwa mnisikilize kwa makini. Kwanza, dalili ya kwanza ni kupata mkojo kutoka kidogo sana. Unaingia katika wimbi la mkojo kutoka kidogo sana. Kama ulikuwa umekunywa maji mengi ya kutosha, lakini mkojo wako unakojoa kidogo sana, mkojo unakuwa ni mdogo sana. Na wakati mwingine unapata dalili nyingine, unapata maumivu makali wakati wa kukojoa, unapata maumivu makali sana wakati wa kukojoa, sometimes ukikojoa unaumia. Lakini pia changamoto, dalili nyingine, mkojo katika mkojo unakuwa hauishi kwenye kibofu, unakuwa kama unabaki fulani hivi. Lakini pia maumivu ya chini unakuwa unapata maumivu, pia yanakuja mgongoni. Hizo miongoni mwa dalili za tezi dume. Lakini pia kukojoa mara kwa mara, hasa wakati wa usiku, pia ni miongoni mwa dalili za tezi dume. Sasa ukiona dalili hizi mapema, ni vizuri zaidi kuwa hospitali mapema kupata uchunguzi na hatimaye kupata matibabu. Sasa vitu gani ambavyo vinavyochangia mtu anaingia kuingia katika tezi dume? Wakati mwingine inaweza kuwa ni umri tu, lakini wakati mwingine inaweza kuwa ni lishe. Lishe ambayo unaipata sio bora, lishe ambayo unaipata sio nzuri, punguza. Lakini pia kukosa mazoezi. Unapokuwa sio mtu wa kufanya mazoezi, basi unaingia katika nafasi ya kupata tezi dume. Lakini pia unene kupita kiasi. Ukiwa katika wimbi la unene kupita kiasi, basi na wewe unaingia katika hili wimbi kubwa sana la kupata nafasi ya kuweza kupata tezi dume. Lakini pia sababu nyingine kubwa inaweza kuwa labda kwenye familia yenu kwa kuna historia ya mtu alishawahi kupata hii tezi dume, basi mara nyingi sana inakuwa inaweza ikarithiwa na kizazi. Lakini pia kuna namna ya kujikinga ikiwa kama wewe unataka ukwepe hii changamoto kubwa sana ya tezi dume. Namna ya kukwepa ni kujitahidi kutumia vyakula vya natural, hasa mboga na matunda kwa wingi, kutumia kwa wastani ambao utakuwa unapewa na ushauri, labda chungwa moja unakuwa unakula, labda chungwa moja, ndizi moja, labda embe moja, labda tikiti moja, kadri muda unavyokuwa unakuruhusu. Lakini pia kupunguza mafuta na sukari. Ukiwa ni mtu ambaye unapunguza mafuta na sukari, basi unaingia nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujikinga pamoja na hii tezi dume. Lakini pia ufanye mazoezi ya kutosha, unywe maji ya kutosha, lakini pia jitahidi sana ni uwe mtu ambaye kufanya vipimo mara kwa mara. Sasa tukizungumzia tunasema wanaume wengi wanaona aibu kuzungumzia tezi dume, lakini kimya kinaweza kuwa ni hatari zaidi. Yaani ukiona kwamba wewe ni mtu ambaye unaziona hizi dalili unazo, na ukiwa bado unaendelea kukaa kimya, basi unaingia katika nafasi ya kujiingiza katika hatari kubwa. Labda pengine tezi dume yako ilikuwa katika stage za kwanza, lakini umeiachia mpaka imefika kwenye saratani ya tezi dume, unakuwa tayari umeingia katika wimbi kubwa. Lakini sasa kitu ambacho unapenda, labda kuna mtu ambaye unamfahamu ambaye ana changamoto kama hii, basi nikushauri, sisi tunayo mazoezi ambayo tunakuwa tunamwelekeza mtu anakuwa anayafanya, yanakuwa yanamsaidia kuepukana na hii changamoto. Lakini pia nje na mazoezi tunayo matibabu ambayo anakuwa mtu tunampatia, anakuwa anatumia na maendeleo yake yanakuwa mazuri sana. Lakini pengine nje na vyote hivyo, pia tunamwelekeza kuhusu vyakula sahihi vya kutumia na vyakula vibaya vya kuacha kutumia, ili kukwepa na matatizo mengi sana ambayo miongoni mwao ya tezi dume. Mwanaume ambaye mwenye tezi dume anakuwa anaingia katika wimbi kubwa sana la kuweza kushindwa kutingisha ujauzito, na ujauzito unapokuwa unashindwa kutingishika, basi mtu anaingia katika wimbi la migogoro katika ndoa yake. Kwa hiyo huenda ni wewe au ni mtu ambaye unamfahamu, basi nikushauri tu kwamba kitu kizuri share nacho hichi kuhusu leo kitu ambacho ulichojifunza, na
Mungu akubariki sana. Tutaonana katika vipindi vinavyokuja ambao tutakuwa tunavielekeza mara kwa mara. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare na utuambie umejifunza kitu gani siku ya leo ukiwa maeneo gani. Asante sana, tutaonana katika vipindi vinavyo